Ndiyo, wanawake wengi wanapata maumivu makali wakati wa tendo la ndoa na wasijue ni nini chanzo, ni nini tatizo linalopelekea mwanamke kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Leo hii inakuja kukupa vyanzo vinavyosababisha hali hiyo kutokea. Chanzo cha kwanza tunasema mwanamke huyu anakuwa na ukavu ukeni. Uke wake unakuwa ni mkavu kana kwamba hauna yale maji maji, hauna ule uteute. Hii inaweza ikawa kutokana na tatizo ambalo ni homoni, au hii inaweza ikawa ni tatizo ambalo mwanamke huyu anakuwa na maandalizi ya kutosha. Sio hivyo tu, tunasema huyu mwanamke anaweza akawa tatizo la kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Huyu mwanamke unamkuta anakuwa na maambukizi ukeni kwake. Anaweza akawa na bacteria vaginosis, BV, au ana fangasi, sawa, au ana UTI zisizoisha. Ila sio hivyo tu, mwanamke anaweza akapata changamoto ya maumivu makali wakati wa tendo la ndoa kutokana na hili tatizo ambalo uke wake unakuwa unakaza, misuli ya uke inafanyaje? Inakaza. Hilo ni moja tatizo. Ila sio hivyo tu, maumivu mengine anaweza akapata maumivu wakati wa tendo la ndoa kutokana na hali ya kiafya. Yani huyu mwanamke anaweza akawa na vimbe ndani. Hii tatizo linaweza ikawa ni endometriosis au endometrium, ambapo utakuta yani tishu ambazo zibidi ziwe ndani ya kizazi zinaenda kujikota kwenye kuta za kizazi. Sawa, hili ni tatizo kubwa tu. Sio hivyo tu, huyu mwanamke tunasema ni kutokana na kutoandaliwa, kutokuwa na maandalizi mazuri wakati wa tendo la ndoa. Mwanamke yeyote ili aenjoy tendo la ndoa, tunasema hivi, mwanaume inabidi atumie dakika 1 hadi 7. Inabidi atumie kuanzia dakika 1 hadi 7 ya maandalizi na kuendelea. Ikiwezekana ikiwa dakika 10 hadi 15 ya maandalizi, hiyo inakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu unamfanya mwanamke wako hisia zinakuwa pamoja na wewe. Sio pale maumbile yako yamesimama tayari wewe unaenda kushiriki tendo. Ila sio hivyo tu, ni namna ya kufanya tendo. Kuna baadhi ya staili ambazo zinampelekea mwanamke kupata maumivu. Kuna position ambazo mwanamke akikaa anapata maumivu. Sasa hapo inahitaji mwanamke hawe ana lugha sahihi ya kuweza kumuelewesha mume wake, bana mimi hapa napata maumivu, inabidi tupumzike au tuache au tufanye design au tubadilishe nini? Tubadilishe style. Sio hivyo tu, tunasema kuna maumivu ya emotion, kimwemko. Huyu mwanamke anakuwa na tatizo la kisaikolojia. Hapa unaweza kukuta huyu mwanamke ana migogoro ya familia, huyu mwanamke haelewani vizuri na mume wake, huyu mwanamke ana madeni, vikoba na kadhalika. Huyu mwanamke hawezi akafurahia tendo la ndoa kwa sababu tayari anakuwa ana emotional damage. Kwa hiyo lazima atapata maumivu tu. Ila sio hivyo, pale tunasema mwanamke akiwa na majeraha ukeni. Haya majeraha ukeni yanaweza kusababishwa na vitu mbalimbali kama vile michubuko ukeni, kama vile vidonda, kama vile huyu mwanamke ana maotea sehemu za siri. Huyu mwanamke lazima atapata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Ila sio hivyo tu, huyu mwanamke akiwa na allergy. Kuna sometimes mwanamke kuwa na allergy ya kitu fulani kinapelekea mwanamke kupata maumivu. Sasa kuna vifaa vingine ambavyo mwanamke anaweza akavitumia vikawa ni chanzo cha yeye kupata maumivu, yani kama vile zana anazozitumia inaweza kuwa ni chanzo cha yeye kupata maumivu. Hivyo basi, kama ni wewe mwanamke unapitia hali ya kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa, nataka kukumbusha kwamba tendo la ndoa ni furaha, sio maumivu. Hivyo basi unahitaji msaada wa kimatibabu, sawa, ili uweze kurudi kwenye hali yako ya kawaida. Na kumbuka, utapotibiwa tutaanza na chanzo cha tatizo na kuliondoa tatizo kabisa.